Karibu mpenzi mtazamaji wetu, tuendelee kuangazia tetesi za usajili zinazojili barani Ulaya. Ikiwa leo ni tarehe 26 Disemba, na kukaribisha mno uweze kuungana nasi mzee Yakobo Sports. Karibu uweze kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza alama iliyoandikwa neno subscribe ili kuendelea kuwa karibu zaidi na channel yetu. Karibu sana mpendwa, tuanze moja kwa moja na kule Barcelona. Inasemekana kwamba Barcelona wamepunguza kasi ya kumsajili beki wa Crystal Palace Marc Guéhi mwenye umri wa miaka 25, raia huyo wa Uingereza, kutokana na gharama kubwa za kifedha licha ya mkataba wake kumalizika majira yajayo ya joto. Mundo Deportivo wanaripoti kwamba Crystal Palace wameweka dau kubwa ili kuweza kumpata beki huyu wakati wenye asili ya Uingereza, lakini Barcelona wao kutokana na bajeti yao kuwa ndogo, na ndio maana wamepunguza kasi ya kumwania beki huyu na kuanza kutazamia kama wanaweza wakampata beki mwingine. Tukisalia hapo hapo Barcelona, mshambuliaji wa England Marcus Rashford mwenye umri wa miaka 28 amesema lengo lake ni kubaki Barcelona ambako yuko kwa mkopo kutoka Manchester United. Rashford anasema anafurahia zaidi maisha yake akiwa Barcelona kuliko alivyokuwa Manchester United. Licha ya kwamba Manchester United ndio timu iliyomtambulisha Rashford kwenye ulimwengu wa soka, lakini Rashford furaha yake zaidi ni kubaki Barcelona kuliko kurudi pale Old Trafford. Kwingineko, tukiendelea na tetesi zetu za usajili zinazojili barani Ulaya, kipa wa Manchester United wa zamani Andre Onana anasema kwamba anafurahia zaidi kuendelea kujiunga kwa mkopo na klabu iliyoko sasa Trabzonspor kutoka Manchester United. Andre Onana tangu amejiunga na timu hiyo amekuwa na utulivu wa akili, hapati pressure kutoka kwa mashabiki, hivyo imempa nafasi ya kurelax zaidi, na yeye mwenyewe anasema anafurahia zaidi kuendelea kusalia mahali huko kwa mkopo. Kwingineko, twende paka pale kwa majogoo wa jiji Liverpool. Liverpool baada ya Antonio Semenyo kuonyesha nia na mapenzi yake ya kujiunga na Manchester City, imewapunguzia Liverpool moyo wa kuendelea kumsaka Antonio Semenyo ambaye ameonyesha nia na mapenzi kwa Manchester City kuliko kilabu kingine ambavyo vilabu vingine vinavyomhitaji. Hivyo klabu ya Liverpool wameelekeza macho yao kwa winga wa Paris Saint-Germain na Ufaransa Bradley Barcola mwenye umri wa miaka 23. Kati Offside wanaripoti kwamba klabu ya Liverpool inamtazamia sasa Barcola kama mbadala wa Semenyo. Kwingineko, klabu ya Arsenal wameongeza msuko wa kumsajili kipa wa Diante Ramaj ambaye kwa sasa yuko kwa mkopo Heidenheim, huku wasaka vipaji wa The Gunners au mascout wa The Gunners wakiripotiwa kutembelea Ujerumani mara kadhaa hivi karibuni kwa ajili ya kuangalia maendeleo ya kipa huyo ili walau Arsenal waweze kumsajili hapo baadaye. Kwingineko, klabu ya Bayern Munich wanavutiwa na kinda wa Cardiff na City Daniel Levy ambaye anatajwa kwa kasi yake kwenye nafasi ya ulinzi, huku klabu hiyo ya Ujerumani ikiendelea kufuatilia maendeleo yake. Kwingineko, klabu ya Manchester United inaelekeza sasa nguvu zake kwa winga yule wa RB Leipzig, raia huyu wa Ivory Coast ambaye kwa sasa yuko AFCON na anafahamika kwa jina la Diomande, ambaye amekuwa na uwezo mzuri sana uwanjani kwenye eneo la kushoto na kulia anapokuwa uwanjani. Manchester United wanafikiria namna ya kumpata winga huyu kama mbadala wa Semenyo, na ile combination iliyowahi kutokea miaka ya nyuma ya Arjen Robben na Frank Ribery wakifikiria kuitengeneza kwa upya pale Manchester United kwa kuwepo na Amad Diallo pamoja na Diomande ambao wote hawa ni raia wa Ivory Coast. Diomande anakipiga kule Leipzig ligi ya Bundesliga. Taarifa yetu ya mwisho tulionayo siku ya leo ni juu ya Mohamed Salah. Vilabu mbalimbali vya Uarabuni vimeendelea kumfuatilia Mohamed Salah katika dirisha linaloendelea la mwezi Januari ambalo litafunguliwa hivi karibuni. Vilabu hivyo vimekuwa vikimfuatilia Salah katika michuano ya AFCON ili kuona kama wanaweza kumpata. Hiyo ni mara baada ya Salah kupoteza uwezekano wa nafasi kwenye timu yake ya Liverpool kutokana na umri kumtupa mkono. Basi tumefika tamati ya tetesi tulizonazo za kimichezo siku ya leo, na kukaribisha uweze kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe ili uendelee kupata taarifa hizi kwa ukaribu zaidi. Bye bye, tukutane tena wakati mwingine.